Bwana Yesu asifiwe. Mauti itokanayo na natamani hapa waelewe, kwa sababu tunao hapa vijana ambao bado hawana watoto, tunao mabinti ambao hawana watoto, lakini pia tunao wazazi hapa ambao tayari wana watoto. Sawa sawa. Tunao wa baba, tunao wa mama ambao na wao tayari wana vizazi. Kwa hiyo wewe hapa jaribu kuwa makini sana, twende pamoja ili hiki kinachosemwa basi ukibebe na ukifanyie kazi ili kilete matokeo tunayoyataka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Iko mauti inayotokana na dhambi. Iko mauti inayotokana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitazungumza kwanza kuhusiana na dhambi, lakini pia nitakueleza kuhusiana na mauti. Msomaji nisaidie Isaya 59:1. Na utaona pale ndani kuna neno linaitwa uovu. Neno uovu ni ulemavu au upungufu unaosababishwa na dhambi. Ninaposema ulemavu au upungufu ni matokeo ya dhambi. Haleluya. Dhambi inapofanyika na isipoondolewa huwa inakuja kutengeneza kitu kinaitwa uovu. Na utaona maandiko yanazungumza habari ya uovu wa baba zenu. Ni ile dhambi ambayo wazazi hawakuitubia, mababu hawakuitubia. Dhambi ile kwa sababu haikutubiwa kikanuni, ile dhambi huwa inageuka kuwa uovu na ule uovu unatembea. Dhambi ile inageuka kuwa ulemavu na ule ulemavu unatembea. Dhambi ile huwa inageuka upungufu na ule upungufu unatembea kufuata kizazi hata kizazi. Sasa maeneo haya ndio nataka umakini wa hali ya juu sana. Fuatilia na kufundisha haya ili uwe na muda wa kuchunguza. Kuna mambo lazima uyafuatilie kwenye kizazi. Je, baba na mama waliishije? Ilikuwaje baba alipompata mama? Chukuana kwa mtindo huo, okota tu namna hiyo, alafu utakuja kuona faida huko unakokwenda. Nataka nikwambie, mkichukuana kwa tamaa na asili ya ngono ikiwa hapo ndani, huo uchukuanaji wenu mtakuja kuona hapo mbele wakati mnaishi watu wawili. Maandiko yanasema kile apandacho mtu ndicho atakacho. Kwa hiyo jipange kuvuna. Kama ulichukua mwanamke kwa tamaa, tafuta nafasi ya kurekebisha haraka. Kuna vitu lazima uvitengeneze. Kama hali rekebisha, sema hiki lazima kikae sawa, kitengeneze, na kikisha kaa sawa utaona badiliko. Hata kama umeamua kumleta kanisani, hata kama umeamua atoke kwenye dini yake aje aokoke, ataokoka kweli na atasimama. Vinginevyo utaona atakaa kwenye uovu wa kitambo tu kwa sababu alikuhitaji. Akishamaliza anarudi alikotoka. Utaanza kupata shida ya kutafuta kutoka, kutafuta kuondoka. Acha oa, acha oa, acha oa. Itakutesa bure. Haleluya. Ziko familia zetu nyingine zina changamoto, kila mtoto na baba yake. Fuatilia haya mambo mama. Wewe umeokoka lakini utashangaa kuna mambo yatakufuata, yatakubana kama ilivyo kawaida. Kama bibi alizaa hivyo na wewe utazaa hivyo, haijalishi umeokoka. Kila mtoto atakuwa na baba yake. Kila mtoto atakuwa na baba yake. Kuna vitu lazima vikague na usimame. Hakikisha unavisimamia kwenye msingi kamili. Hiyo ni laana. Haleluya. Hiyo ni nini? Ni laana ambayo huwa inasababisha kuharibu maisha, kwa sababu unapoweka agano na mtu, Mungu hawezi kukupa mtu mkamilifu. Mungu anakupa mtu ambaye mnafanana. Yaani kama wewe unajiona umepungua, kumbuka na huyo uliyepewa naye amefanyaje? Haleluya. Sasa mbaya zaidi, watu wengi wanataka mwanaume mwenye gari wakati yeye mwenyewe ana basikeli yake. Ibani, fanya mpango na wewe ununue gari yako ili muwe na magari yako. Haleluya. Kama una basikeli, tafuta mwenzako ambaye hana basikeli ili muanze pamoja kuitafuta basikeli ya pamoja. Mtainunua basikeli yenu moja, mtaitumia kama ya familia. Unanisikia vizuri? Kuna mambo ukipenda sana kuyang'ang'ania ndio yatakayokuingiza kwenye matatizo. Ndio maana watu tunashauri vijana,
Kama unaona muda bado, tulia, subiri wakati. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na watoto wa 2000. Bwana Yesu asifiwe. Halo, haleluya. Simshangai binti akisema mimi sioni sababu ya kuolewa, sina haja ya kuolewa, wala simshangai. Fuatilia mama yake ilikuwaje. Utaona maisha aliishi mama yake na baba yake. Maisha yalikuwa ni ya hatari, maisha ya vita. Kwa hiyo tayari imemfanya binti naye akwame katika hiyo. Halo, kuna vitu angalia. Inawezekana mama yako ameachika kwenye ndoa. Inawezekana baba yako ameacha mke akaoa mke. Usije ukafikiri ni kitu cha kawaida. Anza kujipanga na hayo mapema, kwa sababu muda usiozani na kwako itatokea. Kwa sababu hiki ni kitu asili ya ulemavu ambayo inatembea kizazi hadi kizazi. Unapokamata sadaka, kazi ya sadaka ni kuua mambo ambayo hayastahili kutembea kwenye maisha yako. Madhabahu na sadaka kazi yake ni kuchunga maisha yako ya ndani ili yawe imara katika Mungu. Sadaka na madhabahu ndio kiunganishi kinachokuunganisha wewe na Mungu, na ndio maana tumia hiyo nafasi kusogea toba na sadaka yako. Mwambie Mungu, kumbuka kizazi changu. Unamwona mtu mmoja anaitwa Ayubu anaenda mbele za Bwana na sadaka yake, watoto wake hawajafanya dhambi, lakini anamwambia Bwana, yamkini wanangu katika kuenenda kwao watakutenda dhambi. Sadaka hii Bwana ikawa upatanisho, sadaka hii ikaiondoa dhambi iliyowashika.